Baada ya Ryan kuchoma nyumba na kuhakikisha wanafia humo ndani, kwa sababu aliwasha nyumba huku akiwa yeye yuko ndani ya nyumba ile akiwa yuko pamoja na Esma Sultani, basi naona Esma Sultani alihangaika sana kutoka katika nyumba ile, lakini Ryan alimwambia nataka kuhakikisha tunakufa pamoja katika nyumba hii. Alimzuia kabisa Esma Sultani asitoke kwenda mahali kokote. Esma aliomba msaada huku na kule, lakini hakukuwa na mtu wa kumsikia wala kuhakikisha anakuwa salama katika janga lile ambalo lilikuwa limempata ghafla, kwa sababu yeye hakujua kama lengo la Ryan ilikuwa ni kuhakikisha anamuua huku na yeye akiwa anajiteketeza katika nyumba ile ya Garibay ambayo ni nyumba iliyoko mashambani. Sasa upande wa nyumbani kwa Esma, leo Faruku anarudi kazini, anashangaa anakuta nyumba ikiwa imepoa sana. Alijiuliza nini ambacho kinaendelea, akawauliza watu wa pale, wakasema hakuna mtu, ndio maana nyumba imepoa. Akauliza mama yangu yuko wapi? Akaambiwa mama ameondoka toka mchana na haijulikani yuko wapi. Ilibidi amtafute Nurgul na kumuuliza ni mama yake aliko wapi. Nurgul alisema hakuna ujumbe wote ambaye Esma Sultani alikuwa ameuacha. Kwa hiyo moja kwa moja wala hakutaka kwenda na gari za hapa, ila alipigia taxi. Kwa ikabidi Faruku atafute makao makuu ya zile taxi ambapo ndio wanaozidhamini, ambayo ilikuwa ni kama Bolt, lakini moja kwa moja baada ya kupiga kule akaelekezwa mahali ambapo yuko Esma Sultani. Yani wakati taksi ile ilipompeleka, basi ndo alipewa anwani ile na akaamua kuondoka. Lakini wakati anaenda upande wa pili, Garibay na yeye alikuwa anaenda katika nyumba yake hiyo usiku huo kwenda kuangalia ni kitu gani ambacho kinaendelea, kwa sababu ni nyumba yake, huwa anapenda kwenda kukaa mahali pale akiwa yuko pamoja na Esma Sultani. Sasa baada ya kuwa anaondoka, tunaona walipofika walikuta tayari moto umekwisha kutanda sana, na watu walikuwa wameshafika kwa ajili ya kuhakikisha wanaokoa maisha ya waliyekuwa ndani, lakini walikuwa wanaanza na kuzima moto. Baada ya kufika Faruku, tunaona yeye moja kwa moja aliingia ndani, kwa sababu anajua mama yake ndio yuko ndani, kwa akaamua aingie moja kwa moja, asiendelee kuchelewesha muda, kwa sababu akiendelea kuchelewesha muda basi mama yake anaweza akapoteza kabisa maisha. Jambo ambalo la kushangaza ni kwamba baada ya kuingia ndani akashangaa anawakuta watu wawili, yani mama yake Adem pamoja na mama yake yeye Faruku. Jambo hilo lilimshtua, lakini sasa kwa kuwa tayari ameshafika, ibidi amtoe mama yake, akawaambia watu waende wakamtoe, kuna mtu mwingine ambaye yuko ndani, na wote walifanikiwa kutolewa nje. Lakini cha ajabu ni kwamba wakati yuko nje alikuwa akimwangalia mama yake Adem. Baada na mama yake Adem kutolewa nje, anakuja kutupa jicho kwa upande wa pili, akamkuta Garibay yuko na mama yake anamuamsha. Jambo lile lilimshtua na akaanza kujiuliza imekuwa vipi Garibay akafika mahali hapa. Basi hakuwa na majibu mpaka alitakiwa kuja kumuuliza Garibay, lakini hakuna namna ambao alipata majibu. Sasa baada ya hapo tunaona ambulance ilikuja ikawachukua watu wale, na Faruku alimpigia leo Adem na akaongea naye kistaarabu, akamwambia mama yako anaelekea hospitali, kwa hiyo unatakiwa kuja kumuona, kuna jambo ambalo limempata sio zuri. Adem alishtuka sana kwa sababu zilikuwa ni taarifa za ghafla, afu na ukizingatia Adem alikuwa akimpenda sana mama yake, kwa moja kwa moja akaacha kila alichokuwa anakifanya akaamua kwenda hospitali. Sasa baada ya kuruhusiwa Esma Sultani, tunaona Faruku anamfuata Garibay na kumuuliza wakati nimefika mahali pale na wewe ulifika bila kuchukua muda mrefu na ulikuwa unakuja maeneo yale, je, kuna chochote ambacho unakijua kuhusu Ryan pamoja na mama yangu? Lakini tunaona Garibay alijaribu kuficha kwamba yeye hajui chochote. Kwa upande wa Akif pamoja na Seren, leo bado jambo lao liko pale pale, wanahisi wana mtoto tumboni. Yani tunaona Akif alimwambia utakuwa una mtoto tumboni. Kwa hiyo moja kwa moja Seren alikuwa haamini jambo hilo, lakini ndicho ambacho kimetokea. Sasa kwa upande wa Burku, leo anakutana na Osman na kumuuliza nini ambacho nimekufanyia mpaka unaamua kuwa namna hii, kwa sababu mimi na wewe tulitarajia kuwa wachumba, lakini wewe unasema hautaki kuwa na uchumba na mimi. Nini ambacho kimekufanya ubadilike hivi? Lakini Osman hakuwa na majibu yoyote. Tamthilia yetu kwa siku ya leo inaishia hapa. Wewe ambaye hujasubscribe channel hii, basi subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali. Asante.